Karibu sana mgeni wetu rasmi siku ya leo kwa sherehe hizi. Sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Hivi sasa ni zamu ya kamanda wa gwaride kuweza kuja kuomba ruhusa ya kuondoa gwaride hii uwanjani. Tayari imekwisha ruhusiwa kuweza kuondoa gwaride uwanjani. Amri ya mwisho imekuwa mtarehe mkazo inipita. Hivi sasa wakiwa wanaondoka hapa uwanjani ili kuweza kwenda kuunga wenzao, siku zote kuhakikisha ya kuwa usalama wako na mali yako siku zote ziko sawa.
yule ambaye yuko uwanja uweze kutoka, uweze kupisha gwaride, huwa hairuhusiwi. Hivi sasa mgeni wetu rasmi, gwaride linaondoka tukiwa tunaadhimisha sherehe za 61 za jamhuri yetu, tukiwa hapa katika jimbo 45 jimbo la mgeni wetu rasmi ni kamanda gwaride ambaye ni Chief Inspector Christopher Choroges. Huduma ya polisi ikiwa chini ya uongozi wake Inspector Peter Robi akisaidiwa na Sergeant Adai. Wanaopita mbele kwa hivi sasa mgeni wetu rasmi ni huduma ya polisi tawala chini ya uongozi wake Inspector Lewis Njoroge akisaidiwa na Sergeant Ezekiel Lowoi. Wanafuatwa na huduma ya magereza chini yake uongozi wake Inspector Mark Odhiambo. Mwisho ni askari wetu wa jimbo hili chini ya uongozi wake Inspector Line Ogeta akisaidiwa na Sergeant Edwin Namare. Asante sana mgeni wetu rasmi. Tunaomba mgeni wetu rasmi ukaweze kuchukua nafasi yako kwenye jukwaa kuu ili tuweze kuletewa onyesho la bendi. Mgeni wetu rasmi, tafadhali tunaomba uweze kuchukua nafasi yako kwenye jukwaa tukiletewa onyesho la bendi. Wanahabari wenzangu, tafadhali tuweze kuwapa wanabendi nafasi ili waweze kutuletea onyesho la bendi. Mwendo wa kinyonga, tunaweza keti tafadhali. Bendi hii mgeni wetu rasmi iko na makao yake kule Mbakini mtaani Utawala, wakiwa ni wakufunzi katika chuo chetu cha huduma ya kitaifa ya polisi Mbewa Demba Katiba. Wanaenda pande zote za uwanja huu ya jinsi taifa ya ujenzi wa taifa.
wanarudi kwa pamoja aliyotosha ya jinsi ambavyo tunapaswa kushikana kama taifa. Wameweza kubadili mwendo akiwa kwa haraka haraka. Wakiwa wanaoka baada ya kutuletea onyesho la bendi. Sana mgeni wetu rasmi kwa kuweza kuchukua heshima zao wakiwa wanaoka. Wanaondoka na wimbo Enjoy, tukitumai mmeweza kuenjoy tukiwa katika jimbo la Kisii. Tupigie makofi jamani, wakiwa wanaondoka baada ya kutetea onyesho la bendi. Asante sana bendi wetu, tuweze kuwapigia makofi jamani kwa kuweza kutuletea muziki mbalimbali za ala. Mgeni wetu rasmi hivi sasa, ni fahari yangu fursa yako niweze kumkaribisha mwendesha sherehe mwenzangu Bwana Fred Anundo aweze kuendelea na ratiba ambayo imesalia. Fred, kazi kwako. Asante sana ndugu yangu, kwa heshima kabisa wageni wote ambao tumefika, naomba wote kwa heshima tuweze kusimama, tuweze kupata maombi mafupi kutoka kwa Pastor David kuwakilisha Church of God. Pastor David, tafadhali. Tuamini na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu, angalia wageni wako wote wa Kenya nzima wanakuja hapa hivi uwanja wa Nyampurago. Wasalehi sasa tunakuambia Mungu wetu weko uwepo na wageni wetu wote na bwana wetu wote na kibidi wake na zimarati wote. Asante sana kwa isiku na mimi nakuomba amen. Asante Pastor, nimkaribishe mzee wa kanisa kutoka kanisa ya Kidventista SDA, mzee Christopher Alma. Baba Mwenyezi Mungu ishie juu mbinguni, asante sana kwa hii nafasi.
siku ya leo wewe mwenyewe ulijua ya kwamba tutakutana hapa katika uwanja huu kwa sababu ya sherehe ambazo ni za siku ya leo. Kwa hiyo wamekuja wote ambao wamefika, His Excellency Deputy Governor, wale wote ambao wanafanya kazi naye kwa ofisi yake, County Commissioner wetu Kisii County, na wale wote wanafanya kazi kwa ofisi yake, na wageni watapata mbalimbali wote ambao wamefika hapa. Papa, tumekabidhi mikononi mwako. Tunajua tumeanza mipangilio, tunakuweka mbele uweze kutuongoza, tukijua ya kwamba mahali huko hakuna jambo ambalo halitafanyika. Yote yafanyike vile upendavyo, tumalize vizuri, tukushukuru, tuliinue jina lako juu. Ndio ombi letu kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Asante sana, tunaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalamiane kwa mikono, tusalamiane. Mungu salama. Asante sana. Your Excellency the Deputy Governor Kisii County Government, Mheshimiwa Elijah, vile vile anemwamrisha gavana kwa siku ya leo Paul Simbarati, Mheshimiwa County Commissioner wetu wa Kisii, the cabinet yetu ya Kisii inaongozwa pamoja naye County Secretary who is also the head of public service, Waziri Ondabu, Waziri Eric, Waziri Trade na mawaziri wote ambao wamefika siku ya leo, bila kumsahau rafiki yetu Bwana Charles Nyachai na Ben. Security yetu ya county ya Kisii inaongozwa na County Commissioner wetu ambao wamefika, ndugu waheshimiwa wanaongozwa na mheshimiwa wa eneo hili, Mheshimiwa Steve Alika, mchapakazi, wageni wote wamefika, commissioners, directors, head of department, watu kutoka kanisa mbalimbali ambao wamefika hivi leo. Kwa sasa yenu mgeni wetu rasmi, nikubalie kwa dakika chache tu niweze kuleta burudani kidogo ya kuwakilisha siku ya leo, ikiwa ni siku wa Kenya tunasherehekea miaka 61. Abangina nabakana barabara nenga kitogo shereke miaka 61 igoyo yetu okorega bakulitaire okando berire ko mwako emo togo sherekea mwakena Nyasaye kingobi. Asante sana. Your Excellency the Deputy Governor wetu wa Kisii County Commissioner, kwa yetu mbai kwanza tuwakilisha kwa SDA tafadhali tunafanya sana pangia rakibita mbio ili tuweze kumaliza tukimbi na wakati. Naomba hiyo mchango huo muisongeze mbele nyuma kidogo, kwa sababu hapo tutafanya ndani kisha tuone. Mtaniruhusu sababu ya muda, kisha leta kutoka SDA, tutaleta kutoka COG, tulete moja kutoka Catholic, na PAG tukipata nafasi pia tulete moja, kisha tulete hao vijana wako hapa wachache, alafu tutamaliza na tago huo baina ya county government staff, vijana wa Mheshimiwa Steve Alika, najua vijana wako tayari kabisa. Wageni wetu mbele yetu Nyantrago Combined SDA ni kwaya kutoka kanisa karibu zote zetu za hapa Nyantrago. Nadhani wameweka wimbo yao kwa asili kama iko ili tuweze kuanza mara hiyo. Baada ya hii Ibeno COG mtawakilishwa wote Nyantrago COG, tafadhali tuwaleta mkarudi nyuma ya hii Nyantrago COG, tafadhali nyuma ya hii Combined kwa heshima haraka. So baada ya hii Nyantrago COG. Asante. Mheshimiwa Steve, tafadhali omba ukuje kidogo hivi tukonsult kitu. Wapatie wimbo Nyantrago SDA Combined.
mashaka niendapo, salama, jemedari mlinzi mwema, ananiongoza salama. Salama na Yesu salama, na Yesu salama, acha safarini tukiwa na yetu salama. Na Yesu salama, na Yesu salama, acha safarini tukiwa na yetu salama. Hata majaribu yakija, sitaogopa chochote. Ameahidi kuwa nami, ananilinda ni salama. Hata majaribu yakija, sitaogopa chochote. Ameahidi kuwa nami, ananilinda ni salama. Na Yesu salama, na Yesu salama, hata safarini tukiwa na Yesu salama. Na Yesu salama, na Yesu salama, hata safarini tukiwa na Yesu salama. Tuwapigia makofi Nyantrago Combine, kanisa yetu ya SDA. Mheshimiwa Steve, tunashukuru sana. Naomba tukimachi kama tunaondoka itakuwa vizuri. Tukimachi tukiondoka itakuwa vizuri sana. Yesu akiwepo nyumbani, vitu vyote ni salama. Akiongoza ni salama. Na Yesu salama. Makofi tafadhali. Yesu salama. Asante sana kwa yetu. Acha safarini tukiwa na Yesu salama. Asante sana, asante. Naomba tutakatakata ndio kila mtu apate hiyo nafasi, si ndio? Haya, mbele yetu Nyantrago COG, dakika moja. Baada ya Nyantrago COG kuna ule mtoto Kingdom Kids, kisha Iveno COG. Haraka, Nyantrago wakati ni wenu. Iveno COG nyuma ya Nyantrago. Iveno COG nyuma ya Nyantrago tafadhali. Makofi tafadhali wanapomalizia.
tunapomalizia Ibenosio jisogea mbele. Asante, wapigie makofi Nyanturago Sioji, asante sana. Tutakatisha hivyo kwa sababu kwaya ni mingi. Ibeno Sioji dakika 2. Twende DJ. Ibeno huyo mtoto akae mbele, huyu mtoto Kingdom Kids aanze, Ibeno akikaa hapo nyuma. Wakaa hapo wakijiandaa. Asante huyo mtoto. Vile vile Bridget sijamuona hapa na Miss Mark. Miss Mark tuko naye hapa, awe tayari hao watoto. Tumalize kwa watoto ndio tuende wengine. Tuko na wengi sana. DJ. Makofi ya huyu mtoto mdogo. Kenya ni yetu sisi wote. Asante sana Bridget. Tena nitakuleta baadaye. Mpigie makofi huyu mtoto mdogo Bridget, asante sana. Ibeno Sioji 2 minutes tafadhali DJ. Tunakushukuru Bwana Mungu wetu.
wakapata nafasi tutawarudisha. Makofi tafadhali. Asante sana wageni wetu, Your Excellency the Deputy Governor, County Commissioner. Kuna katoto kadogo sana hapa PB2. DJ mpatie dakika moja huyo mtoto pia. DJ kutoka Masongo location akaamua kucheza na mtoto. Deputy Governor wetu imebidi asimame. Huyu mtoto amechangamsha watu kabisa, akiwa na county secretary. Vile watu wetu wa jeshi ubandi wote wamesimama. Waziri wa michezo vile amesimama kuhakikisha huyu mtoto kipaji ndio hiyo. Asante sana DJ. Asante toto, kuja hapa, toto kuja hapa. Kuja hapa. Huyu mtoto ako sawa? Kuja simama hapa toto. Haya, huyu mtoto muacha aende juu pale asalamie. Kuna mzee pale juu, nywele ni white kuliko wote. Rafiki yangu sana Charles Nyachai. Huyo mtoto akuje tu akusalamie, ananiambia anataka kuwa lawyer kama wewe. Huyo mtoto akusalamia hapo mbele. Akusalamia hapo. Na Ben, Mheshimiwa Ben, huyo mtoto anahitaji taafiki za kwenda shule. Mama anakuja, mama huyo mtoto akuje. Mheshimiwa Ben, all the way from Nyaribari Masaba, mtoto ambaye taafiki. Mama ako wapi? Mama huyo mtoto ako wapi? Mama kimbia. Hiyo next ya huyo mtoto. Huyo mtoto si ameimba vizuri. Kisha asalamia hata county commissioner, si ndio? Si county commissioner anawakilisha rais hapa. Asalamie na huyo mtoto. Vile hapo. Asante sana wote ambao wamesalamia huyo mtoto. This is the only way tunaweza nurture hawa watoto. Mama kimbia, pitia kule nyuma na uhakikishe ya mtoto kama ni viatu amenunua viatu. Sawa? Usipeleke saluni. Upeo mtoto viatu. Asante sana wote. Sasa wacha nimpate mtoto Bridget Mosuti. Bridget, wakati ni wako. Anza. Wimbo wenye mada historia ya nchi yetu ya Kenya. Sit back, relax and enjoy. Welcome. Wimbo ni wimbo wa historia, watu wote mnaombwa msikize kwa makini. Ilikuwa Oktoba
huyu mtoto ana kipato. Makofi tafadhali. Mami kuja. Wewe na kutuma direct. Huyu mtoto wenda direct tusalamie deputy governor peke yake. Your Excellency the Deputy Governor, itahappen huyu ni mtoto wa staff yako wa youth leader wetu, youth advisor, huyu ni mtoto wako. Mami enda juu usalamie. Uliniambia unataka kusalamia DG, ndio huyo hapa. Sasa tuko na blood code. Hebu ongoa kwa wapi? Hebu ongo ungekuwa nyuma ya hii haraka sana. Au unamaliza hebu ongo. Asante sana. DJ, twende. Wanamalizia kutoka. Asante. Wapigie makofi vijana wetu. Asante sana. Sasa DJ ameniambia muhakikishe mtapita ofisi, mazoezi mnampeleka kidogo ajue vile anacheza hiyo. Yeye aliniambia. Asante sana. Sasa wacha nikaribie marafiki zangu wote. Evirongo ni wakati ni wenu. Mike, wapatie Evirongo Mike. Au nangu pia tu. Najua hao vijana wangu watulie kidogo. Evirongo, wakati ni wenu. Kisha Catholic Church inaitwa Catholic Church ya mwisho, that is Nyamecheo Catholic Church. Tafadhali nyuma ya Evirongo. Nyuma ya Nyamecheo Catholic Church. Fanya haraka. Nikisema mngekuwa mmefika, tujue kama mko. Haraka sana. Nyamecheo Catholic Church, kisha Livina. Nyuma ya Nyamecheo. Twende Evirongo. Evirongo, tuendelee. DJ wapatie hiyo wimbo yao, kama ni wimbo ama ni live. Twende. On stage ni Evirongo team ready to present to you a song on title Ekuna.
Asante sana. Sasa Mirongo tena nitawaita baadaye. Wacha tupe Catholic. Nafikiri kama mjaweka wimbo wenu itakuwa ni ngumu. Catholic wimbo iko tayari? Haya DJ mara hiyo. Your Excellency Deputy Governor wetu, County Commissioner, hiyo ni Nyamecheo Catholic Church. Asante Catholic yetu, wapigie makofi tafadhali. Asante sana. Your Excellency mbele yetu County Commissioner Ekorokuna Karacha Divina, sijui kama Nyamagua Singers walk around. Nyamagua Singers tafadhali. Baada ya hiyo Divina, baada ya Divina sasa Nyamecheo Band. Wale vijana wangu tulieni tu hapo, pigwa jua kidogo. Tutakuwa na Nyamecheo Band. Nyamecheo Band wawe tayari sasa. Divina. Kwa vizuri sana.
kule pamoja na kaunti secretary asikize wewe, itakuwa mzuri sana. Waziri Ondabu tukiza deputy governor pale, Mheshimiwa Charles Nyachae, hiyo ni wamama wetu, tunaomba picha yenu pale. Mheshimiwa Ben, rafiki yangu Mheshimiwa Getuka, nataka hiyo picha yenu ndio huko Mheshimiwa Getuka, tupate hiyo picha tafadhali. Tupate hiyo picha. Mheshimiwa Ben, tunaomba tupate hiyo picha. Asante sana. Najua mama ni wa heshima sana. Tunaona waziri wa michezo. Hiyo picha nzuri sana kwa hawa mama. Asante sana wageni wetu. Asante. Your Excellency, sasa unaweza kuketi. Yametroban DJ wapangia hao. Asante sana, asante DJ. Asante. Your Excellency, thank you so much. Na timu yako Mheshimiwa Virongo, asante sana. Sasa wacha tupate vijana wenyewe wa hapa Nyantrago ambayo ni Nyamecheo Band. Kijana mdogo yuko hapo, wapatie Nyamecheo Band DJ wimbo wao tafadhali. Haya, sogea mbele kidogo. Asante sana Nyamecheo, tena tutawapatia nafasi. Huyo mtoto ule aliwachwa na babake, vijana wangu hapa wamemtrain na yeye sasa ako sawa. Wale vijana time yenu iko kuja hapa sasa, wacha wapatie kwa sababu wana haraka. Unajua nilikuwa nimejipanga time yao. Haya, wapatie au Nyakebaba wapatie kwa sababu nilikuwa nimewapangia wakati wao. Wapatie. Tumewapa dakika mbili. Kuna chamomo cha shida kikusikia masikioni mwangu. Kuna mtu anakosoa Simba na anachenga pala. Mtoto mjanga atana kimwelele anajua yenye taya. Mtoto mjanga atana kimwelele anajua yenye taya.
Kuna jambo moja nataka kusikia masikioni mwangu. Ni jambo gani? Kwamba simba hako na purani. Purani gani? Ya uwani ya ulahizi. Tuambie. 2032 wakati wa Ereksoni hatakuwa kwa paroti. 2032 wakati wa Ereksoni hatakuwa kwa paroti. Jambo chala nipo faraja, sema ni lazima atazinda. Papa vile vile atakuwa jea bazoni kwa kivita enu zangu yetu kibeba zuguri tukiwa barabarani sisi tuliteke tumeza wapariki ni lazima mtazinda. Sisi tuliteke tumeza wabariki ni lazima mtazinda. Yes. Pia watoto makofi au vijana. Asante sana youth leader kwa kuona watoto. Huyu sasa anaitwa sijui ni Nyasumi. Dakika moja DJ. Nyasumi man, dakika moja. Haya, wakati ni wako. Ashun, twende DJ. Asante kijana yetu, pigia makofi tafadhali. Sasa wacha tupate pia yetu ambaye ana wimbo Kenya nchi yetu, Your Excellency
Deputy Governor, County Commissioner, tuko karibu kumaliza, wamebaki wawili tu tumalize. Wakati ni wako, Kenya nchi yetu. Asante sana rafiki yetu Kenya nchi yetu, asante kijana kutoka hapa nyumbani. Wageni wetu tuko karibu kumalizia, ninaomba wale watago wenye uwanja tunapomkaribisha Tam Tam, sijui ni sweet sweet ama ni Tam Tam. Simba ni gavana twajete kisi yeito, Simba ni gavana twajete kisi yeito. Tam Tam, asante sana kwa hiyo wimbo, Mungu akushukuru. Tunapokaribia kumaliza, karibu ya mwisho, kijana Kudus, ile inasemaje? Kudus inasemaje? Waichakoleki Dagere. Haya, tatu tusonge nyuma kidogo, malize tusonge nyuma. Wapi wale vijana wa Steve Alika, wale wa kuvuta kamba, tafadhali mnasubiriwa kwa uwanja. Kudus Wichandagere, tunamalizia. Abantu banyandura bambaye wako. Tumoro telipuro misinya bangwana niliendage. Maidije.
chile umubira one kuikanyure menda ukado jarate tindari kende korumaso. Shikilia hapo. Sasa nakupanga. Unajua MC anasema chochote. Simama hapa Kudus. Utaenda pale kwa DJ atakupa nyama. Uende pale kwa Charles Nyachai akupe gorogoro moja ya maragwe. Uende kwa Ben Mogaka pale rafiki yangu kutoka Masaba apeane nyanya na mafuta. Uone Gesuka hapo nyuma, Gesuka patie pilipili na hoho. Alafu usalamie DG na County Commission ukitoka. Your Excellency, tako huo tusonge sasa nyuma. Tusonge nyuma ya mwisho, burudani ya mwisho, Engo Menengima ndio tako huo wanaingia. Engo Menengima ndio tunamalizia, alafu tako huo wanaingia. Engo Menengima manpepe sagero. Abantu baminto mumu maete mani pepe sagero. Ndiwe maigiga ara kunigabu tumabara tatago huo na nemo musemora. Haya, sasa hii tago huo nitaomba wote tukae ile side nyingine tafadhali. Anza mani pape. Okay. Ya turago ya itokisi kaunti na wakwani aseria tania ng'ombe nengi mambi ya mwe. Moja to muziki. Yana na igoro warari. Moja to muziki. Moina, moja to muziki. Moja to muziki matanya. Yabo na rari na bagezo bwana asifiwe. Hakuna kitu pale. Asa Maria tangoro kumani pepe sagero. Muturugaga narona bantu bategire tata. Bantu bategire. Ikiwango baba. Ando muswati nalo vegete t-shirt ya ichugoje. Chugoje aga. Osenja muri tole. Mwategire baba. Kumu ono barabu. Tage tema kore ga sege chuja muri. Kenaiga. Sukabu tumate gabu. Beka ga mu kire no no. Tage temba ambabe kire amangana ga. Enembero dagate punogo kaga chuchuga sukamae muswati ababe bo yara chamuri torega kamo karua rainu umabere karua na babe katagate ay karua mo mina to kulabno abadoro to ke bole ay beka sukamage gainu aba subaki no araba boka okobeka geto ni mama kikigo teba 1 2 3 kigo teba simba muimoke kuna ko teba 1 2 3 simba tana tena muimoke beka ni usega wana chile ya somo sange ni kuwari na chio kwa na kurane kono la more beko kwa konse beka ile omega tabirese na beka birese beka mahuwa birese ama huwa bere haya wako hiyo simba tano tena muimoke 1 2 simba tano tena Anzisha ngoma DJ anzisha ngoma. Correga.
Asante Margaret Sagero, wageni wetu, Your Excellency Mheshimiwa Elijah, naibu gavana wa Kisii, County Commissioner wetu wa Kisii mbele yetu. Sasa naomba wote watoke tafadhali, abangina twende kuchiari, tusike kuchiari kabisa, twende kabisa, mwikaranse kabisa, nitolea hawa tafadhali. Tunamalizia burudani yetu baina ya Kisii County staff ambao wametoka mashindano ya wafanyikazi wiki mbili zilipita kule Mumias, na vijana wetu wa Iveno, vijana wa Mheshimiwa Steve Alika, nasikia wamekula tangu jana. Kwa hivyo hii ni timu ambao zinacheza wakiwa 8, kilo ni 680. Sasa peana heshima kwa wageni wetu. Rifari wetu kidogo, rifari wetu, inspector wetu kutoka JSU, tafadhali wapeane heshima kwa rifari wa wageni wetu samani. Asante sana. Chukueni nafasi zenu sasa. Chukueni nafasi zenu. Hivyo. Haya. Hapo wanazuia. Asante sana mwenyekiti wa Bagusi, wanasema mnawazuia media tafadhali. Sijui mjipange vipi tuone hiyo wanaume ambao wanavutana. Hii ni kazi ambayo imefanywa na Mheshimiwa Steve Alika, yeye ndiye ameleta timu hizi zote mumeona hapa. Sasa inspector, tuko tayari kuanzisha. Wanawazuia tafadhali tusonge nyuma, twende nyuma, sio hapo, twende nyuma. Asante. Hata mimi wameniambia nitoke. Deputy County Commissioner uwe tayari. Inakuanga hivyo, lazima ajifunge kamba. Haya. Mheshimiwa Steve, nasikia wametoka Nairobi mazoezi watu wa Iveno. Sawa. Sekta twende. Mambo imekuwa tena ni tofauti. Vijana wa Iveno ambao wamefanya mazoezi kule Nairobi na Mheshimiwa Steve, sasa leo wamewekwa watulie kidogo. Haya. Ya kwanza imeenda, tugeuke sasa. Vijana wacheni kamba tena, mgeuke. Hii inaitwa tago ngo, kuvuta kamba baina ya Iveno team inaongozwa na Mheshimiwa Steve Alika na county team ya tago ngo. Na nyinyi msivute hao vijana sana. Osoro, msivute vijana sana. Haya, nyorosha kamba. Iko sawa. Haya, iko sawa. Haya. Naona Iveno wamerecruit coach mpya Bwana Oyaro. Aone kama wanaweza chukua hiyo. Naona Steve amerecruit new coach. Wacha tuone. Waachilie nakaa nusu. Haya, sikiza maagizo ya referee. Inspector wetu kutoka JSU. Haya. Iko tayari. Haya, beba kamba, jiandae. Anka wa mwisho Bwana Mengo amejifunga vizuri. Namuona Mengo, namuona Dan. Guest yuko hapo, Nes. Mpaka mwanadada yuko hapo katikati. Haya. Yao, haya. Inaenda, wanarudishwa. Haya. Ni kama wamehold, yani wameweka loki kidogo. Loki kidogo. La. Asante sana.
Kwa hivyo jipange hapo, nifanyie hata uamuzi. Jipangeni line. Majamaa, hii lazima muone Mheshimiwa Steve. Mheshimiwa Steve, usipochunga leo chakula itaisha hivi yote. Hawa sasa hivi wakienda watakula mpaka wamalize hiyo chakula. So asante sana. Nadhani county team, haya Central Referee county team imechukua 2-0 against Divino. Peane heshima kwa wageni. Asanteni sana. Your Excellency the Deputy Governor wetu wa Kisii, Mheshimiwa County Commissioner na wageni wote wamefika. Hapo ndio tumefika tamati ya burudani yetu. Kwa sasa nikubalie vile vile namuona Mheshimiwa Keumbu, Mheshimiwa ambao wameingia tatambua kwa baadaye. Sasa nikubalie kwa heshima Your Excellency pamoja na County Commissioner nimuite the Deputy County Commissioner wa Kisii Central ama Nyaribari Chache aweze kuendelea. Nimkaribishe the Deputy County Commissioner wetu wa Nyaribari Chache Bwana Joseph Mwangi ama ukipenda Kisii Central Sub County. Asante sana Bwana Joseph Mwangi. Asante sana mwenzangu hicho akijidi sana our commissioner is the deputy governor of Kisii County, presiding judge Justice Munyao, Judge Charles Nyachae, County Secretary of Protocol Served. Good afternoon. Wailile. Asante sana. Tumeingia kipindi kingine ambacho ni kipindi cha mazungumzo na ningetaka kuomba wakati nitakuita hapa kuwe mfupi kidogo maneno, kwa sababu hii kipindi kitambua kama tutatoka saa 9, saa 8 ama saa 10. Kwa hivyo ukikuja hapa tafadhali maneno ikuwe machache na to the point. Lakini kabla ya kuwaita, nataka kutambulisha timu yangu ya usalama wakati huu nasimama. Secretary committee huyo amesimama, anaitwa yeye ndiye anasimamia DCI katika sub county. Asante Lilian, na kuaga secretary wangu ni mwingine Kiterio, wewe ni wangu wa county, simama. Najua utafuta kwa county. Hao wanafaa kopi ya bili. Mr. Kiterio ni APS commander, Mr. Kimwele ni OCPD, na pia anasimamia CPC County Police Commander. Kwa hivyo mnaweza keti, niko na officer wa prison pale, sijainteract na yeye sana. Good. Jina? Sema jina. Okay, sawa, asante. Pia ningetaka kutambulisha ACC. ACC wako wangapi hapa? Huyo anaitwa Grace. Grace ndiye ACC wa Keumbu, pia ndiye ACC anasimamia Kiogoro, na pia ndiye naibu wangu. Naweza kaa. Machifu mko bali sana. Machifu wako bali. Ama mtakibia. Kibieni muonekane. Na nataka kushukuru timu zote ambazo zimeweza kuentertain sisi. Hadi nauliza kama Christmas turudie hii kitu. Unaonaje? Tukuje hapa Christmas tena. Enyewe mimi nimeenjoy sana. Today I have really enjoyed. Nimekuwa entertained yangu yote. Kwa hivyo kama hii sherehe ingekuja tena Christmas ama mwaka mpya ningefurahi. So
sijawashika wote kwa majina, kwa hivyo itakuwa tu nikitaja location, chief na assistant chief wana salute, alafu wanaenda wanakaa. Na tunaanza na Keumbu location, assistant chief. Sogeni mbele kidogo. Hiyo ndio timu ya Keumbu location, chief na assistant chief, salute. Good. Tuende Virongo haraka. Virongo tufuatiwe na Taracha. Virongo salute. Thank you. Taracha. Yes, salute. Ibeno, the host. Hiyo timu imetuhost hapa, salute. Thank you. Kelela. Salute. Thank you. Naisaka. Yode Kiogoro. Nyaula. Yoni. Kiogoro kujeni. It's okay, Kiogoro. Salute. Ai, nyote msalute pamoja. Salute. Thank you. Sasa Nyaula. Tena Nyaula. Okay, salute. Good. Bosongo. Yes, salute. Thank you. Masongo. Salute. Thank you. Matunwa. Yes, hapo. Salute. Thank you. Nyanko. Good. Salute. Last, Kedati. Haya hapo. Salute all of you. Thank you very much. Nitawashika pole. I'm 2 weeks old, but hapa nilikuwa miaka mingi sana iliyopita. Nilikuwa hapa na kina Justice Nyachae zamani 17 years ago, na ndio sasa nimerudi tena. Wakati hapa nilienda Nairobi, county commissioner alinikaribisha the first day, kanipeleka hoteli na ndio nakulaga hata leo nikienda Nairobi. Tena tumefanya na yeye huko tukiwa madisi Nairobi, tena nikuja hapa akiwa my boss. Thank you. So tuanze kuita watu, tuanze na Yuida John Sagero. Dakika mbili. Asante sana Deputy Governor, County Commissioner and viongozi ambao wamefika hapa na wananchi. Nasalimu jambo. Anashukuru serikali yetu, maana yake imetenga hii siku sisi kama wananchi wa Kenya tusherehekee na tuwe na amani kwa nchi yetu. Jambo ambalo ninaongea Tuesday kulikuwa na president wetu pale KCC wakiwakilisha Kisii County. Kuna dada mambo mengi atuambia tunafanya kama youth. La kwanza ni Ashura Fund. Zile pesa zimeongezwa mara 3. Kama ulikuwa unapewa 5,000 utapewa 15,000. 5,000 times 15,000. Kama ulikuwa unapewa 30,000 unapewa 90,000. Lingine anasema ya kwamba ule muda ambao tulikuwa tunalipa zile pesa for 3 days ameongeza for 1 month ndio ulipe. Lakini kuna wale vijana wenzetu wanatafutiwa kazi pale nje wanakosa pesa. President wenyewe wamesema ameongea na youth fund, kuna zile pesa ambao tunakopa from youth fund tutasaidia sisi kulipa kidogo ndio tuweze sisi kwenda hizi za ng'ambo. Na mwisho naomba kama serikali kuu na serikali ya county ikipatikana ajira ya kazi, angalieni vijana. May God bless you. Asante. Na wewe mwaminifu sana katika bidii yako. Tukuje kwa women leader Edna Goboe. Asante sana Our Excellency Deputy Governor, County Commissioner, SC, County Secretary na wote na wasanii hamjambo. Namshukuru sana our President
William Samoei Ruto kwa mambo mazuri anatufanyia mama wa mama. Shukrani tele sababu anatupa Hassan Pira msimamishi atatafuti next of kin. Number 2 Nanyangea chama la wamama Women Testify. Naomba our excellency pamoja na county commissioner muangalie hili jambo sana tunakasirisha kama wamama, tunabogwa baya. Jambo lingine tunawawa kiholela. Heshima kubwa kwa wanaume kuja kwa mama. Hilo ninaomba chama la Makana mheshimu sana mama, sababu mama ndio chama la kila mahali, kwa nyumba na kila mahali, hata sokoni watafutia mama. La mwisho ningeomba excellency deputy ulichukue kwa gavana wetu Simba Arati makanisa yetu yote vile tumeenda hapa, bali tunawakumbuka kwa maombi, kwa kila jambo, kwa neno, kwa kila uongozi wenu, na tunashukuru uongozi wenu ni mzuri. Asante sana. Sana wakati huu ningetaka muite mzee mmoja alikuwa rafiki yangu sana nikiwa hapa Wazadio, anaitwa mzee Madura. Nilikutana na yeye juzi, alifurahi sana kuniona tena. Sasa kuja na neno machache. Wakati nilikuja hapa Kisii ndio alitaja. So tunajuana sana na yeye. This Asante kwa nafasi kwa Elders Council ya Gusii nzima. Asante kwa siku hii. Tuko wengi hapa, lakini officials wale wa chama chetu kuna wengine huko simamia leo hapo. Muweka hata saruti kwa the governor. Hawa tunafanya na wao kwa hiyo chama chetu. Asante sana. Sasa Your Excellency the Deputy Governor, the County Commissioner wetu na wageni wengi, viongozi kutoka serikali kuu na serikali hapa county. Mimi nitasema mawili tu. Ya kwanza, hii ni siku ya muhimu kweli. Na ilipo anzishwa na viongozi wa Afrika wakati fungu walitoka, iko kitu waliweka ya muhimu sana, na ilikuwa manifesto. Manifesto yao walianza na maneno matatu: kupigana na ujinga, kupigana na magonjwa na kupigana na umaskini. Baadaye siwezi kueleza ndani sana. Baadaye tumekuwa manifesto zetu. Hiyo document ya muhimu sana. Tukizingatia hapo tunafanya kazi yetu kwa utaratibu. Walilete education, wakalete afya, health, tukaleta agriculture inasaidia kwa biashara ile ya kilimo na inasaidia kwa food security ya chakula ngaliwa sana. Kitu kingine inaonekana kwa manifestos na ni kutoka kwa world mpaka national government, ni mambo ya communication. Na ukiongea communication, hiyo tusema watu wengi hao wote wanatumia barabara. Tukiongea communication hapo tunaongea mambo ya barabara.
Vile hiyo ni manifesto, sinaandiko hiyo maneno makubwa. Na jambo lingine ni environment, kuchunga udongo wetu, kuchunga miti, kuchunga maji and so on. Hiyo vitu serikali imezingatia kufanya na inafanywa level zote. Kingine ni mambo ya culture. Hii hata ni sehemu yangu hiyo. Culture is a way of life. Inaangaliwa kwa sababu iko na mambo mengi inatufundisha. Na ya mwisho kwa siri chake nimeandika hapo ni mambo ya umeme na inakuwa kwa manifesto. Nikitoka kwenye point ya mwisho, hizi manifestos nilipata nani Mukisi alikuwa senator huko British Columbia, Canada. Aliniambia hakuna sawa wakitafuta, akatembea ile karatasi ambayo inabeba hiyo mambo ya manifesto tu. Anasema hivi nimefanya hii ndio bado. Tutakuja fika hapo. So tusingatie hiyo, itatusaidia. Sasa langu la mwisho, tuko na bahati deputy governor hapo. Hata ingawa gavana yetu hakupata nafasi ya kufika leo, lakini serikali yote ikapo. Tunataka ikiwa sana waangalie heritage. Uwanja huu hapa mahali wanakaa ndio nilipewa nafasi, nikauliza our former president apatie wale watu wa 7 years shilingi 2,000 wanapata wananunua lini na ugagu, na akakubali na ikatendwa. Na hivi ndio wanauliza, nataka kusema deputy governor, wewe una uchuzi mingi. Angalia hiki ya elder between 75 mpaka 100. Muangalia hapa wazee iko jambo mingi hapa. Muangalia mwana wasaidia namna gani. Na mwisho iko kitu kinafanyika uwanja huu hapa huko. PS wa health alikuja hapo na alikuwa anapeana kwa upande sasa ya wale watu wanaishi na ulemavu. Vilema vilikuja hapa, mwingine alikuwa na hii vilema iko na ni wengi. Wapata special treatment fulani. Tuko na wengi sana. Hiyo kitu iangaliwe, hata mmoja mengine lakini mwangalia watu. Na wako na ni wengi. Nitakuachia hapo kwa sababu wengine watasema mengine tunatakia elders na tunatakia mema na hatuingilii kazi yenu. Tunachunga kazi ya county commissioner na tunachunga kazi ya gavana wetu, tunachunga sehemu hizo ndio tuonekane elders. Wakiingilia utaonekana vibaya. Kwa hivyo tunachunga hapo na tunasifu sana. Hii nafasi mmetupatia leo kupitia MCA wetu anaitwa Rika Chief. Tunamheshimu hapo tukufichi. Tunamheshimu kabisa as elders. Na tunataka kushirikiana kama hiyo tukienda mbele. Asante kwa nafasi wana DC wangu. Asante kabisa. Asante sana. Matudura. Hiyo kitu amesema ya person with disability. Sijui kama hapa ifanyika last year. Serikali ilikuwa na mikakati ya kuhakikisha hao watu ambao wako na severe disability. Na kwa sababu tuliona watu wengi walikuja mahali ilikuwa ni very clear severe disability. Mtu ukiweka hapa wende Kosongo kitambo rudi hata kinyesha utampata hapo. Nao wote walihakikisha na tukaanza kutafuta kwa kila ngoma tukakosa. Kwa hivyo hiyo mikakati ikikuja tena, I can assure you Madura au be lead tutahakikisha hao watu ambao they are suffering from severe disability wamekuwa included to hiyo fund. Hata wao wanapewa pesa zile wazee wanapewa. So wakati huu ningetaka kuita
mtu mmoja Honorable Michael is also a person with disabilities. Ako wapi? Na juzi tumesema tutawapatia security hao watu. Unajua kuna mahali wanaonekana kama ni outcast. Lakini hapa Kisii you have to give them security. Lazima wajisikie kama ni watu wengine. Washerekee sikukuu, washerekee kila kitu kama wengine. Na naona kama hayuko karibu wako sawa. kwa nafasi. Kenya oye! Kisii Kaunti oye! Gavana Simba oye! Tuko hapa leo sababu ya Jamhuri. Tunakumbuka siku ambayo Kenya ilianza kutawala. Nimeitwa hapa ndio mheshimiwa ambao Michael Mseti Mali nafanya kazi County Assembly nikiwa nawakilisha walemavu. Mzee Matundura ameongea kitu ambayo ningependa kutia mkazo. Walemavu tukiwa hapa hata sisi tunasema ya kwamba wakati wazee wakifikia miaka 70 wanakupwa katika kinywa jamii, na sisi tunapewa vitambulisho vya walemavu. I don't think they need us why tunapewa hiyo vitambulisho na tunaambiwa Savia disability. How Savia is Savia is the question I've never been answered by anybody. Bwana DCC, I know disability is not the wall. Ningeomba serikali kuu kama tunafanyiwa assessment na tunapewa vitambulisho vya walemavu, hata sisi automatically we should qualify for the new plan. Hiyo 2000 isaidia walemavu wale ambao hawana mikono bajawali nje sababu ya kunyeshewa. So Savia should not be something that talk about ya kwamba kama unyeshewi nje upatiwe 2000. Kindly the government should consider that. Thank you so much and God bless you and God bless them. Thank you. Asanteni. Najua sisi tunakuaga ni wakubeba habari. Sasa tumepewa habari, mimi na county commissioner wangu wako hapa, tumesikia wamesema pia wale ambao hawana disability wakuwe considered. Na sisi tutafikisha ujumbe, tutafikisha wananchi wote wamesema. Mimi nilimwambia what is the right thing, ile inasema ili somebody akue. So tukitoka kwa hao sasa tutaelekea kipindi kingine ambacho ni cha wanasiasa, na nitaacha mheshimiwa Steve kwanza, yeye ndiye atakuwa wa mwisho because yeye na wale labda ataita. So hata kabla sijaenda kwenu, wacha niendelee na watu wengine hapa. Naona tuko na Director of Communication Authority, Mr. Nyabane. Where is he? Director of Communication Authority. Tukimkosa tutaita Director na Nairobi Water River Commission, Mr. Sagero. Sagero, hayuko? Sawa, kama hayuko, wacha niite my good friend Justice Charles Nyachae. Tafadhali kuja maneno mawili. Asante sana Bwana Deputy County Commissioner. Your Excellency, the Deputy Governor of Kisii County, Mheshimiwa
Yobembo, Mheshimiwa County Commissioner wa Kisii, Mheshimiwa Steve Arika ambaye ni MCA wa Ideno, viongozi wote ambao wamefika hapa siku ya leo, wote na wasalimu kwa jina ya Bwana Yesu Kristo. Hamjambo. Okay. Nimewakosea? Akimongwani. Asante. Asante sana. Thank you very much. Asante sana Bwana Deputy County Commissioner kwa heshima ya kunipatia nafasi ya kusalimia watu wetu nikiwa hapa nyumbani. Hiyo ni heshima kubwa, na ila tu kuwasalimia, sababu hii ni sherehe rasmi ya kiserikali. Sitaongea maneno mengi, lakini hapa stadium naomba niseme kitu kimoja. Bwana County Commissioner, tulipoongea wakati tulialika hapa, nilikwambia hapa Nyandarua Stadium hii ni mahali sisi wako hapa nyumbani, ina historia ambayo inakaribia roho zetu sana. It's a place that has a lot of what I would call reverence and especially for the older people, good memories. Hapa mambo mengi wale wazee wetu ambao wametuacha. Sisi kama watu wa hapa nyumbani, nikiwa mmoja wao, ni mtu tunapenda sana na ni mtu tunaheshimu sana. Sasa nakutuma hivi, mwambie Mheshimiwa Governor vile tunampenda na grafu yake iko juu, lakini hii stadium, mambo ya hii stadium had talked about for a very long time, about organizing and upgrading this stadium. Kwa hivyo jambo moja tu, nimekuambia grafu ya gavana iko juu, lakini unajua whenever grafu iko juu bado kuna nafasi inaenda juu, inaweza kwenda juu zaidi. So natuma kwa Mheshimiwa Gavana ajaribu mkiwa pamoja, hata kushirikiana na national government kupitia Mheshimiwa County Commissioner, tuone hii Nyandarua Stadium imefika ile upgrading kiwango ambaye imezungumzwa kwa wakati mrefu sana. Nafikiri sema hiyo naongea kwa niaba ya watu wetu hapa wote wa hii area, watu wa Nyaribari zote mbili jumla. So wanakuwa tumekubaliana. Kwa hiyo message ikifikia Mheshimiwa Gavana, ajue itoka kwa wananchi wote, wananchi wake, anaelewa. Tufike hapo ndio tunashukuru sana. Thank you very much Mheshimiwa Deputy County Commissioner na Mheshimiwa wote aba minto na abasabere nyasaba morembe asakaki na ile tonyo amatuko chosio turanya konya kusema ile mmoja kusema nyasaba sisi. Asante sana Justice Child. Hali ya hewa ikianza hivi na ile miaka yote nika hapa Kisii naanza kuogopa. Kwa hivyo ningetaka kuita wakilishi wa member of parliament, tafadhali kuja haraka so that Mheshimiwa Steve introduce MCA wengine haraka ili deputy governor sasa imefikia.
Asante sana kwa kazi. Our Excellency Deputy Governor, our County Commissioner, all of protocol staff, na wasalimu wa jambo. Kwa majina naitwa Safania Otundo Munyenye, mwakilishi. Napenda kukua nanyi, lakini haiwezekana, lakini ametoa madhara zake. Umezipokea? Hello? Yes. Kitu ya pili, amewatakia Christmas njema. Alafu nitaongea vitu sababu ya muda. Kitu ya kwanza, our secondary bursaries, wale wanafunzi wetu kuanzia kidato ya pili mpaka ya 4, amesema kuanzia wiki ijayo atapeana hizo forms ili mjaze, siende kusaidia watu wetu mambo ya bursaries in the new year 2025. Mambo mengine ya maendeleo, naendelea kushikia mambo ya barabara. I think nimetoka kuona, alafu mambo ya classes is trying hard to meet all, to put out some classes to assist our learners. Mengine kwa wakati, I think tutakuja kuongea na yale maswali yote mnayo, tutakuja kumalizia by the time we be around. Thank you for the chance. Mimi nashukuru sana kwa watu wetu wa Kisii, sana hapa Nyandwali. Kuna kitu tumesikia leo na nikafurahia sana, mambo ya disability. Abantu bameze ngambatariya sengene chinza, abantu ba disability, abantu baita abatu ebichana n'abana n'ingoro y'abamya County Commissioner. Hii kazi kwa vijana mtaani vile imerudishwa Nairobi, pia imerudishwa kwa Kisii County. Vijana wetu wote wapate kazi kwa vijana, wakiwa na wamama waendelee kutengeneza barabara, na wao wapate kila kitu kwa siku. Hawa mama wakubwa, mimi naambia rais, wamama wasiwe kwa koroyo. Lakini mimi kiongea nataka unifungulie chapter ya Kisii kwanza, ile yangu ya Nyaribari. Hawa mama wao tuwapatie kazi kwa kila mwisho wa wale wazee kichwa na wao wachukue. Wakiongojea wasee wapo wasee. Si hivyo? Moko bata mtana na chibesa. Waikamapeleka moko mwanzo choka kwa. Taribu iko. Pia kazi kwa vijana pia. Pia nimeona iko Nairobi kila mahali. Alafu kitu kingine mimi nataka kusema hapa sasa hivi. Mambo ya medical. Hii mambo ya medical. Wewe uone uite jina gani? Sisi kitu tunataka sasa hivi uniambie watu wa MCA, watu wa chacho wa LT, within Kisii County, watu wachukue kazi, watu wawekee pesa ili hata kama natoa pesa kidogo wawekee wananchi kidogo wachukue kazi. Ama namna gani? Sina namna hiyo. Sasa hivi watu kuongea mambo ya SHA ama nini? Ugonjwa ni ugonjwa. Hata hii jina ni cha ilitengenezwa. Sisi kitu mimi nataka kusikia saa hii, wamama wetu wachukue kadi ya SHA, watu waanze kutibiwa hii hospitali yetu ya Kisii na tufungue hospitali zingine kila kona ya Nyandwali. Watu wasitembee mbali. Kuna David Gavana, weka madawa. Niona umecharibu kila mahali. Weka madawa kila kona, wamama wetu waweze kutibiwa every corner. Mimi ni mheshimiwa wa Nyandwali Masaba, mimi wa Nairobi. Mimi ndio nilikuwa na ticket ya UT Nyandwali Masaba. Wakaniambia kutosha, lakini kitu cha ajabu wanasema ni atawahi chua. Mimi nilisoma hapa Kirwa High School. Mimi ni product wa Kirwa High School. Hapo kinaona nikiwa na rais, product yangu ni wapi? Hapa Kirwa. Mimi sasa hivi kuongea mengi, ninashukuru siku ya leo bantu wangu kwa sababu bambe kimoko banda kuendelea musabira abantu baito kwa aba botu abakena abanene. Thank you, God bless you. Asante sana Mugako Olesi. Yola mzee Olesi. Huyu mzee alikuwa driver ya Musa Nyandusi. Alikuwa anaendesha mzee Musa Nyandusi wakati alikuwa senior chief. Wacha wasalimie kabla sijafika hapo. Mzee anapenda mambo ya hospitali, mzee ameajiri watu wengi. Mugaka kwana. Ndio, asante sana kwa hii nafasi ambayo nimepatiwa.
na homa kidogo, lakini nililazimisha kufika hapa. Vile mmesikia, Mungu ni wa ajabu sana. Vile mnaniona rika yangu hivi, mzee Musa Nyandusi wakati alikuwa chairman wa council zote hapa Kisii, alinichagua nikawa driver wake. Mimi nilikuwa nikimpeleka kila mahali, hata hapa tulikuwa tukija sehemu hizo zote. Kwa hivyo kwa sababu ya muda tu sasa, baadaye tena ya chai na alikuja akanisaidia tena nikachaguliwa kama nominated councillor kwa miaka hiyo. Kwa hivyo nimekuja hapa tu kuwaleta salamu ya serikali, kwa sababu serikali, mimi tangu serikali ianze nilikuwa Mungu alikuwa amenileta duniani na alikuwa amenipa afya nzuri. Niliishi sehemu za huko Nyahururu, sehemu za Kinangop, Kipipiri, wakati wa uhuru nilikuwa kule. Kwa hivyo yale yote yalifanyika, nilikuwa nimejionea mwenyewe. Kwa hivyo kwa sababu ya nafasi ninawasalimu na ninakushukuru sana kaunti minister. Nashukuru sana county commissioner wetu wa Kisii hapa pia, vile amekuwa akituwasiliana na kusaidia watu wote wa kawaida. Ndio, kwa hivyo Asante. Pea msema Kovi. Si amejaribu. Hawezi fika hii miaka na tena anatembea peke yake. Tutasalimia county commissioner na kwa mzee. Haya. Jina. Mimi kwa majina naitwa Nyawao Misaro, nilikuwa kansela hapa Iveno, Keumbu na Mirongo. Asante wageni kwa kuja. Huyu ni mheshimiwa jina. God is good. Aba nyaliwa ili yamwe. Aba nyamara. Tida wewa. Ncha seri zangu kufanis. Maneno nyambane. Ndeno minete gine pati yodiemu. Kati siyo mugama no ito simba arasti. Ekeronde liga niliwande ambassador yo mugama to. Ari assembling go wakilisha gender. Na wo mugambye dinate aba gaka baitira abanyina. Yangode agenda is all around. No ina abanyina bale wako itaba sata bandali go kwana kila kitu ko. Sebana. Abanyina bale wenda basata. Igo madamu ekero moto tuone likao. Tiga 24 a boy child. Ekiagereka child ya bere empowered mpake boy child te mwadi siri nyomba. Ekero kwa bani mwomili at least with having a family, with having a community that era tuaro mwembe etu arabomo ama sikani abe asawansi intuna barai ndi asalabia ito namba gendero. I wish you Merry Christmas, Happy New Year 2025. Asante mheshimiwa, uliongea lakini jina tu peke yake. Uliongea jina peke yake. Marieta Michael Musamali, nominated MCA to the County Assembly kwa Katamale Map. I wish you happy Chamuli Day, Merry Christmas and a prosperous New Year 2025. Thank you. Haya, huyu ni senior mheshimiwa boy. Tutasara ukikuja. Yeah, God is good all the time. Anaitwa Peter Oindi boy. I'm serving my second term in Nyaribari Chache Keumbu Ward. Steve, umefanya jambo zuri, umeleta sherehe hapa. Unawacha watu wanakupiga tueni mtu wa sherehe, lakini waambie uwezi wacha sherehe iende sehemu nyingine ijapokuwa ni hadharani. Kitu ile nimepik ngendo na iwa watu wapate sha wananchi wamesumbuka, lakini serikali ifanye bidii. Kitu ya pili, siasa, wananchi waandikiwe manifesto aseke kusi kalava soma aiwa bila mona. Asante Mr. Sara wa Kisii diaspora. Thank you my brother Chief.
dia tadi kita ni orang Metsela, juga Metsela masese, itu. Di Governor, Commissioner itu, makan itu, my brother Charles Ravande, tu akhirnya dia mana suruh jaga ikan yang teruk, kutuara esere jaga seketiga. Kita berdua minum dia boleh naik timba wedi. Awak tahu yang balik dia boleh. Naik je kau dekak bawa Grisha bawa diaspora, mana banyak tu baru balik ikut cincin sekolah. Kalau especially kalau kerja kerja, naik tu auto yang mana itu aja kalau mau nyolong esere pun aja, naik tu kita aja tuas sangat naik tu, naik nu, kau ada di kan bagi si bangsa. Maka matundana telang, ekor tu hanya itu independence. Ama adu inaro atau tu ada kuruan inaro. Jepun tiang kuali ko radio tu yang mate, yo ko si dia maluire. Maluire ko nanti tu cago ko na, tu amanya maluire tu mapema. Kagak tu mario ko, ada mga kuali asya ini bintu muna te apa? We support all. Lagi dia demand dia, apa tu mintu tu buat medical camp, iga ibenunya cari, kong bari kan mungkin moce, kagak tu buat dan tu suka ama rida itu hanya tu buat mono, dia tu ya dua di mapema. Kira akin ko ram nanti ko dia bantu mintu dia mono akin tu hanya robo kamu lagi muka tu ikan mungkin dia di tegaman nak kira monto. Kenya sahabat sini, tuare suku ko dia no mau ko dia mono. Asanti. Kesho tukiendelea na hii sherehe ya Jamhuri Day, tutakuwa na medical camp Ibeno, watoto watadhairiwa, blood pressure tutapimwa, meno itatolewa na hata madawa ya meno. Kila matibabu tutafanya katika Ibeno. Madaktari watatoka Nairobi kuangalia mambo ya macho. Kwa hivyo ni continuation ya hii sherehe. Nashukuru sana County Commissioner Kibeti na Governor Sararat. Hii kukuja sherehe hapa ni kutangaza uhuru wa Nyantrago. Kwa vile tuliongea na mheshimiwa Zahiri Janda, akasema ile promise president alipeana ya milioni 200 ya kuanzia uwanja, anaendelea kuifuatilia. Na sisi kama MCA tuliongea na gavana wetu Simbarati, akasema kwa hii budget kabla tufika mwaka ataweka milioni 50 ya kuanzia hii uwanja. Kwa hivyo jamhuri ya kutangaza tena leo, hii ni jamhuri nyingine imetangazwa. Kwa hivyo kuleta hii sherehe hapa haikuwa bahati nasibu. Kitu inapangwa na nini tutaachieve baada ya sherehe. Mwaka huu, mwaka jana wale watoto walitahiriwa hoteli ya Cameraback. Mmemaliza mwaka moja, mtaenda huko kwa sherehe. Na wale watatahiriwa kesho, tutawekwa kwa shule moja, mfundishwe maana ya nini ya kutahiriwa. Kwa hivyo leo ni siku ya governor, ni siku ya county commissioner. Sitaki kuongea mengi. Nimeshukuru kote kwa kukuja. Mwagete. Sherehe mwingi tichanya gochagaiga. Tunaotere serikali nene kongosono muske Dr. William Ruto, gavana ito Simbarak, chumbo ito Zahiri Janda, abantu tigatwale uwanjani. County commissioner nimeshukuru. Asante County Commissioner. Leo ni historia ya Nyantrago. Bandi ile ya GSU fanya fujo uone kuingia Kisii kucheza bendi bila president. Kwa hivyo hii ni heshima kubwa. Bendi travel kutoka Nairobi mpaka hapa Kisii. Hii ni heshima na mmeandika historia katika uwanja wa Nyantrago. Wakati keki inapeanwa wa request usindikize keki wakati county commissioner nakata na deputy governor wetu Elijah Obiku. Asante sana. Thank you very much. Tunakaribia kumaliza sherehe ya leo kwa sababu ile imebaki sasa ni hotuba ya Mheshimiwa Deputy Governor na our chief guest county commissioner Kibet Moen. Kabla sijarudisha microphone kwa mwenzangu ili aite yule atanena kwa county governor yangu, ni kusema tu asante sana. Nimeshukuru ninyi, nimeshukuru karibu yenu wa Kisii. Tulikuwa nanyi tena nikiwa dio, nimerudi nikiwa hapa tena, na mimi tutaendelea na ninyi. Tunaelekea Christmas, tutahakikisha kwamba usalama wenu umechungwa vizuri sana.
na ili tuchunge usalama wenu, lazima pia mjitolee kutupatia habari. Lakini sisi tumeongea na komiti yangu, tutafanya patrol, na tumeongea pia na ngao watafanya mabaraza huko vijijini ili wamueleze vile tumepanga maneno na usalama. Najua Kisii town ikiwa peaceful, every other area within Gusii pia iko na amani, na sisi tuko gagari. Kwa majina naitwa Joseph Mwangi, Senior Deputy County Commissioner, Kisii Central. Tafadhali Asante sana, tumpigie makofi Deputy County Commissioner wetu wa Nyaribari Chache ama Kisii Central. Asante sana, Your Excellency Deputy Governor, County Commissioner. Niruhusu kwa heshima kabisa nimuite the County Secretary who is also the head of public service aweze kuendelesha kipindi ambayo imepaki. Tafadhali Mike na mweke stand. Karibu sana Bwana County Secretary, vile vile Head of Public Service, the County Government. Asante Mheshimiwa. Your Excellency, the Deputy Governor, the County Commissioner, leaders from the national and county government, MCAs present, our enforcement team, right from the government and the county government, ladies and gentlemen. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. It is a momentous occasion that we have gathered here today in this field to celebrate Jamhuri Day. This is the day that we Kenyans, we don't take it for granted. It is a day when we count 6 months from today, 11 days that we got our first president of the Republic of Kenya. I don't take it for granted because from the county government we have the officials who have organized this day and who have us here today. So give me the opportunity to humbly request them, our CECs present, our COs present, our directors present, to stand up at this moment and wave to the crowd. Members from the county government officials, you stand, wave to the crowd. Because of time, I not introduce them individually because time has gone. You can only allow me to call the chairman because we have all talked here, but sometimes we forget the youth. So Mbembe, you are around, please, just a while. Let him represent the youth in Kisii County. Asante sana bwana secretary wetu wa Kisii County Government, Your Excellency our Deputy Governor, Mheshimiwa County Commissioner wetu, Mheshimiwa DCC na itifaki zote zikizingatiwa. Mimi kwa majina na yes.
Vile vile tumekuja hakika katika siku ya leo kusherekea rasmi siku yetu ya Jamhuri Day. Siku ya leo imetuonyesha jinsi ambavyo wale waanzilishi wa nchi yetu ya Kenya walipopigania uhuru, walipopigania nchi yetu ya Kenya kwa hali ya kupata freedom of speech, freedom of worship, freedom of movement katika nchi yetu ya Kenya. Leo hii tunavyozungumza katika nchi yetu ya Kenya, tuko na uhuru wa kujisimamia na tuko na katiba ambayo inatuongoza kivyo vyote vile katika serikali yetu kuu na serikali yetu ya ugatuzi. Mheshimiwa Deputy Governor, leo hii ukiwakilisha gavana wetu wa gatuzi letu la Kisii, nami nikiwa kama rais wa vijana katika jimbo letu la Kisii, ningesema ya kwamba kama wale viongozi ama waanzilishi waliotangulia hapa mbele hawakufanya kazi kwa ukakamavu, sasa hivi tunavyozungumza hatungeweza kuwakumbuka. Ni kielelezo ama ni gauni shahidi ya kwamba sisi vijana tunapokuwa ama tumepewa nafasi ya kufanya kazi katika nchi ya Kenya, lazima tufanye kazi kwa udi na uvumba, kwa ukakamavu, ili siku za usoni na sisi tukuje kuwekwa katika vitabu za kumbukumbu kama vile Murang'iti, Mzee Sakawa, Mzee Otenyo, au wote na wale viongozi wa Kisii waliosimama imara kidete na kupigania na kupiga wakoloni ambao ni wabeberu waliokuwa wametukalia vilivyo. Vile vile tuko na Kapenguria 6 ambao walipigania nchi yetu ya Kenya, tukiwa na mwanzilishi wa nchi yetu ya Kenya Mheshimiwa Jomo Kenyatta, Paul Ngei, Kungu Karumba, Ochieng' Oneko, au wote ni Kapenguria 6 waliopigania nchi yetu ya Kenya ili kuhakikisha kwamba leo tunazungumza tuko na hali ya kujisimamia na kutembea na kufanya kazi kadri ya uwezo wetu. Nikimalizia kwa sababu ya muda, tukiwa hapa nyumbani, viongozi wetu, Bwana County Commissioner, Bwana Deputy Governor, I am happy today that we have what we call pro-based government, ambao imetuleta pamoja, tunafanya kazi azimio la Kenya Kwanza government, kuweka maslahi ya wananchi watu wa Kenya mbele, kuhakikisha ya kwamba zile agenda ama manifesto tulipoambia watu wetu wakati wa campaign tunazitimiza. Sasa hivi tunavyozungumza, inafaa tuweke kisiasa ama tuweke siasa zetu kando, tuweze kufanyia wananchi wetu kazi, tuweze kufanya kazi tuliopewa nafasi ama wakati tulichaguliwa tufanyie watu wetu kazi. Mimi nilikuwa nataka kuombea kwa lugha ya Kisii abantu baita bahusi abantu nabaita mwaruwe chingongo yechense county secretary pachina nafasi sekunde moja abantu bamindo teteko batebiga etubwate katiba asite Kisii na Kenya abagambi boto bachoro bayibo nafasi yo gukorerasi nkenare ko batebiga abarayi barimo kora kongora simbo butukono mugaso kasi bari bagakorerasi simba nabwate kibese cya yaho korerasi ase county ya Kisii. Onye ne women rep na church cha yako guys. Onye no mujumbe na church cha yako constituency. Onye no senator na wate gasi ya oversight. Onye no MCA na wate gasi ya oversight mu gavana. Tigato tige ko usiege chuno tora tige chuno bila mali saito manige chuno ko usikero muntu nde historia yake. Mswahili usema toa kwanza boriti ndani ya jicho lako ndiposa uweze kuona kipanzi kilicho ndani la mwenzio. Mwisho kisukuru cha siekirwe abana leta basaba muramurenka tokoreza sinumukia tutuge chingoko twabuse chinga chaitu tugende kanisa tusabenya sai twabera abana baisike babukira baravuga bachiko bagitaya ntonya ko bakendo kanya matoke imento bakendo kanya bitutume tobaeri abana baita baisike basome haba murabasome kana njikunyuka watu wanajitaya chiwoka busiya iterekane nasaba sisi n'abantu bose mwarukinga ongekense chekuru kumusota n'abate bikuru bonchari umwisi kuna umwisi kolombosa mochikana munekemba ngisambere nasawo pia mkaso ntegera. Thank you so much. Asante sana. The president of the youth in Kisii County, I think he has done it and as representative of the youth in Kisii County. Allow me to recognize the municipality chair, Okembo, asimame tu tuwei to be seen. The municipality manager, if you are there, just wave. Thank you. Thank you.
At this time, mimi sitakuwa mrefu, mimi ni mrefu lakini kwa maneno ni mfupi sana. I take this opportunity in a soft way with all the authorities that is just in my office to invite our Deputy Governor who will just come, talk, give a speech, then later we take the next program. Talking is Ernest Osoro, County Secretary and Head of Public Service. Kwa hivyo wakati tutasimama tumwalike His Excellency the Deputy Governor to take over the floor. Thank you, the Deputy. Asante sana Bwana County Secretary kwa nafasi hii. Kabla nizungumze chochote ama nisome speech hii, abantu bamintase muri mwenzi gaki ngoroki ngombu ya muri mwaboka. Mbuya muri naende. Sasa niruhusu nisome speech ya Mheshimiwa Governor ambaye alikuwa kwe hapa siku hii ya leo, lakini kwa sababu alikuwa kwa shughuli za kikazi kule Nairobi na tena alikuwa na homa kidogo, akasema kwa heshima kubwa na tena hapa ni nyumbani nikiwa msaidizi wake nikuje nisome speech hii. Na hii ndio speech ya Mheshimiwa Governor mpendwa His Excellency Paul Simba Arati during the celebrations to mark the 61st Jamhuri Day Aigaseito Nyantorago Stadium. The County Commissioner, Mr. Joseph Kibet, representative of the Honorable Member of Parliament, Zairi Janda, presiding Judge, Justice Miao, Judge, Justice Nyachai, members of the County Assembly present, members of the County Executive Committee, chief officers, county and national government staff, distinguished guests. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I address you today on this historical occasion as our nation marks 61 years of independence. Allow me to extend my warm greetings to the people of the great county of Kisii and to all Kenyans wherever they may be, both within our borders and beyond. The significance of Jamhuri Day cannot be overstated, as it offers us a moment to reflect on the day Kenya achieved self-rule and the struggle that led to that momentous event. Ladies and gentlemen, this day serves as a reminder of the courageous and selfless sacrifices made by our freedom fighters who gave their lives to liberate us from the chains of colonial rule that held us for so long. As we pause to reflect on the journey of independence, we are filled with confidence that the future of our nation is indeed bright. Together 48 governments in one united Republic of Kenya stands as a strong foundation for building citizen-centered governance and fostering national development. As a nation, it is essential that we reflect on our past and honor the sacrifices made by our heroes in shaping the self-determination of our country for future generations. Today presents a significant opportunity to recognize and value the tremendous contributions of those who fought for our independence. We also take this moment to commend Kenyans who continue to play an active role in enhancing our national prosperity. Whether through agriculture, health care, education, sports, or entrepreneurship, Kisii County government's dedication to fulfilling the development objectives outlined in our manifesto.
Since I came in as your governor, my goal has been to build an environment that promotes the county's growth and empowers its people. To achieve this, I have concentrated on 5 core areas herein enumerated: devolution and governance, wealth creation, sustainable environmental conservation, social development, and leveraging ICT as a tool for progress. These focus areas in direct alignment with the national government's development priorities. Ladies and gentlemen, in line with this year's Jamhuri Day theme, labor, migration, entertainment, and entrepreneurship, my administration is endeavoring to create an environment and opportunities to our youth through various mentorship programs in partnership and non-functional institutions, all cadres who have stagnated in the same job group for years. This is in our effort to appreciate and motivate them to continue serving the public better. At the same time, we are in the process of filling those positions that require competitive promotions. Some of the projects include the upgrading of Nyamaji Sub-County Hospital, where we have set aside 30 million shillings for renovation this financial year. At Ogembo Level 4 Hospital, we have availed 300 million shillings to develop the infrastructure and the upgrading of the hospital. In the Department of Education Manpower Development Program, where we initially received 3 million in the first batch, this year we increased the allocation to 225 million, where each ward will be receiving 5 million in bursaries. To improve infrastructure in our learning institutions in the permanent and pensionable terms. The officers were among the 178 workers who have been working at the Kisii County government for more than 3 years without salaries, and they joined the county payroll after the completion of a verification exercise held by the County Service Board. They are now in the payroll under permanent and pensionable terms. The workers also include 42 vocational training instructors, 45 ECD teachers, 60 agricultural officers, 3 clinical officers, 3 administration officers. All of them are now in the payroll. A total number of 164 teachers who are above the age of 45 have gotten their salaries improved. I directed the Public Service Board to expedite cases of 12 officers from various departments and 13 ECD teachers who exceeded the number that was advertised. This was considered irregular, but they will be considered and taken on board as soon as the board finalizes the process. On infrastructure, roads and public works, I am happy to report that we have made significant progress over the past 1 year based on the feedback my officers received from the residents. Further, we have altered the mode of operations in the procurement of roads and infrastructure services, and this therefore effectively we seek to cascade the constituency-based 9-lot contract mode to the ward-based system for improved efficiency. Apart from having all county roads gravel to all weather roads and standards, going forward, my plan is to have all our roads in the rural areas paved to blacktop level, and those in the urban areas to go and be made with cabro pavings. In agriculture, which is the backbone of our economy, we are focusing on agro-processing, value addition, and marketing to increase returns to farmers. We shall continue investing in empowering farmers with entrepreneurship skills and link them to markets to ensure that they reap maximum returns
from their sweat. At the same time, we have actualized the banana and avocado factories at ATC, and to support the value chain, we have established an avocado nursery where farmers are accessing seedlings at affordable rates. Ladies and gentlemen, in the area of water, energy and climate change, we are resolute on protecting the environment and sustainable use of existing natural resources through participatory management, planting of water-friendly tree species, conservation of forests, and restoration of water catchment areas. To promote the uptake of the environment-friendly renewable energy, we are set to initiate a large-scale solar power generation project here at Nyantrago scheme around Itibonge, Kegochi, and the Ibenu areas. Ladies and gentlemen, as I conclude, it's important to recognize that the heroes of our independence made great sacrifices to ensure a free and united nation, and then it's our responsibility to honor and preserve the legacy they left behind. I take this opportunity to congratulate our teachers and all education stakeholders who play a crucial role toward the success of our students. As the 2024 candidates are waiting for results of the just concluded national examinations, I wish them all the best. I urge parents to remember that amidst of these December celebrations, they have a responsibility to ensure that learners get back to school come January. So, enjoy responsibly. I call upon parents and guardians to shun vices that are outdated and retrogressive, e.g. FGM, female genital mutilation, that have caused permanent physical and psychological harmful effects to our women and girls. Let our young daughters grow as God created them, and this will give them an opportunity to effectively compete with their male counterparts. Finally, I wish you a happy Jamhuri Day, a Merry Christmas, and a prosperous New Year 2025. Thank you very much. Abantu baminto, kwa sababu siwezi kuzungumza baada ya hapa, Bwana County Commissioner, nizungumze mambo matatu peke yake. Abantu baminto banyanthurago muna mwatebe stadium ye muna jasinya chaateba nanjye nimanye tamangani stadium ye mono anka seito gatigati na promise your justice. I'll take the information as given to me. Erinde ntebe yakabere inge serikali yeito anda His Excellency Paul Simbarati Mbuyire. Mikakati yote bekile rekorosigwa tutafanya sawasawa na vile tulivyokusudia kama serikali, tukitumia bajeti vile iko na vile imepangwa na county assembly. Iko magoso tayo mune mbulembe ya kwana serikali iko imara, iko timamu na nje naone magega mkuere to, hakuna mchezo, kazi kwa mpango na itafanywa. Oyo kukwana wapi hako leki usiku wa talala, kwa sababu tunaamini kwamba mipango ikifanywa mizuri, serikali itaenda mbele na matokeo ya maendeleo itaonekana. Muri liga igase ito omorembe noro goseto hiyo mbiyato ni goseto ribuya. Kwa hivyo ni kusema kwamba tuko sawa, Mheshimiwa Commissioner, kwamba as I assured you in the morning, there is peace everywhere. Peace in Nyantrago, peace in Nyamasibi, peace in Masimba, peace in Kisii Central, peace in Kiogoro, peace in Keumbu, peace in Virongo, peace everywhere. Rio Moeli, usedi akabego jomo rio Mheshimiwa Steve Arika. Mbuyo mwana umeta soko si mipango mia. Hii mipango tumefurahia na tumesema ni asante. Hii mipango ikirenete Mheshimiwa Boy Toro rabobe na botora jobo musuko
bono bono kibwatira abo nayo mentama ya kujima bosio muno mheshimiwa gavana ateba samarikaya abantu bamitumba nyuri gente kama yoka kyomoeri na manga kwanire lakini elitigande kwane ekera twasote serikali yeyi abantu bari barikire batanya kuri mushahara bataye payroll bari yetendire abandi abarimu bararoro bakora shiringi kiri bukomi muna abarimu ba ECD iwotu ababeka wetero mheshimiwa gavana rati bonsi pi eliweyemo obabure permanent and pensionable no mushahara bakoria no muyano babori mbamanyete ine gasi yako no mheshimiwa Simba na bali bande mweigwa baso ngo babikure payroll na mbeli yasomwa abapatigarte 13 na 12 otebi ekor munambwango babekwe payroll erebu yabo serebubi kama ko ende Christmas mogende buya komo gutambuka umwaka mutambuke buya nyasaba lindi abagate naenda bayibisio korengana muno butenengu bwaye boli bongana asimure nyasaba beko and God bless you. Thank you very much. Bono tenenango mwenzi abantu bamitumoro kya masikani as county commissioner to welcome Munera DJ as of speech. His Excellency the President of the Republic of Kenya. Karibu Bwana County Commissioner. Ndugu yangu DG Mheshimiwa Upepo ambaye anawakilisha gavana wetu Honorable Simba Arati, Presiding Judge Honorable Justice Munyau, Chairman wetu wa Kenya School of Government Honorable Justice Charles Nyachai, mwakilishi wa mbunge wetu, County Secretary na CEC's President, Area DCC, wakuu wa idara mbalimbali wa serikali kuu na serikali ya county, waheshimiwa MCS, viongozi wetu wa tabaka mbalimbali na wananchi wa Saledo, amjambo. Amjambo tena. So naomba niwasomee hotuba ya Mheshimiwa Rais ya kuadhimisha siku hii ya leo kabla sijasema machache. Speech by His Excellency William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces during the 61st Jamhuri Day celebrations, December 12, 2024. It is with immense pride that I join you in celebrating the 61st anniversary of our nation's birth. At this pivotal moment, we reflect on the values of our sovereignty and celebrate the endurance legacy of those whose patriotic efforts took down the passions of imperialists. Their sacrifice set our republic on the path of liberty, unity, peace, enterprise, and democracy. Today we affirm, by reflecting on what we have accomplished since raising the flag of our nation, that by staying true to our national unity, we have remained consistent through seasons of abundance and scarcity. We assert our essential collective character, defined by the values and principles that inspire our forefathers to struggle and sacrifice, persist and persevere, endeavor and endure, until oppressors gave way to freedom, exclusion gave way to unity, and marginalization gave way to equality. We remember that our nation was born from the painful sacrifice and tireless, often lonely and grueling efforts of men and women, driven by convictions that their sweat, tears, and blood were a worthy price to pay for ushering millions of their brothers and sisters from the dark, cold night of imperial brutality into warm daylight of freedom. Before 1963, our people were compelled to work hard to enrich colonial settlers. After 1963, our people labored by choice of providing for their families and build our nation. Before 1963, education, health, and personal security were privileged reserved for the colonial elites. After 1963, they
proclaimed the rights of all citizens. Before 1963, African people existed to be seen and not to be heard. After 1963, we reclaim our alienable sovereignty to its fullest extent. This year in 1963, therefore, marked Kenya's profound moments of historical change, yet it also represents an equally fundamental moment of essential and defining continuity. Our circumstances changed forever, and our horizon was illuminated by forces of possibility, the dawn of opportunities shining brightly. Yet our values, hard work, unity, and determination remain constant. We apply these same principles to build our nation after liberation. There is an important point worth emphasizing. In our time, our generation must never focus so much on the present that we forget where we were only 6 decades ago. We must not ignore the fact that our freedom, democracy, and development were achieved through contributions of millions of determined patriots. Nor should we underestimate the time and patience it took for these small progressive efforts to accumulate into unstoppable moments towards freedom and nation building. It may have been easy to despise individuals, freedom fighters, as they venture into a forest of uncertainty and to underestimate their ambitions of freedom, of free Kenya from colonialism. Yet that is precisely how we gained our independence. Courage and hard work, determination and patience, and confidence that we are not alone are always what it takes to make meaningful strides as a nation. Today, I want to encourage our fellow citizens to keep this perspective in mind. As we aspire for more and better, we must not give way to despair, pessimism, and skepticism when faced with challenges, but instead forge our path forward with courage, hope, determination, and ambition. I declare my unwavering faith in the ability of our people to interrogate policies and hold government accountable. This is the essence of democratic freedom, a civic duty of citizens and responsibility of leaders, and a necessary imperative for our success and progress. We have experienced and particularly challenging time as a people, largely owing to dynamics beyond our control, resulting in a high cost of living, greater difficulties in finding employment, and few opportunities for entrepreneurs. Consequently, there was wide anxiety about the economic stability of our nation, demanding urgent and appropriate interventions and effective solutions. Bottom-up economic transformation agenda was inspired by our determination to confront these fundamental challenges directly and with ambitions. Our aim was first to lay the foundation of robust economic activities to generate millions of opportunities at the bottom of the economic ladder each year and drive substantive, inclusive, and sustainable growth. Our key priorities were to reduce the cost of living, stimulate enterprises, boost productivity, create jobs, foster a conducive environment for institutional and infrastructural development, and promote investment in manufacturing, industrialization, and export competitiveness. As a starting point, it was critical for us to tighten our belts and make significant sacrifices to reset our public finances of a sustainable path, enabling intensified investment in strategic pillars of our plan and cross-cutting enablers of rapid transformation. I acknowledge the work that we have done and the milestones achieved in creating the necessary conditions for progress in every value chain that supports the pillars of our plan. Lenders and precarious financial institutions, enabling them to meet their needs, fund their hustles, and build their credit scores. Our ongoing conversation with borrowers focuses on concerns related to the short borrowing durations, modest loan amounts, and the time required in increasing borrowing limits.
In response to this feedback, the fund has designed a new product, the bridge loan, to help Kenyans and good credit scores transition from the personal loans to enhanced facilities, offering large loan amounts with longer repayment periods. This will enable Kenyans to pursue big opportunities and better investments. Ladies and gentlemen, not only have we registered successful historic gains against the shame of hunger for 3 seasons, but we have also firmly on the path towards surplus production. This impressive rise in productivity has multiplied the income of farmers in maize, tea, sugar, coffee, dairy value chain. There is no doubt that this agriculture transformation is a direct result of our strategic decision to shift public resources from consumption subsidies to supporting productivity. Food is now more accessible to households than before. And as I stated in the State of African Nation address, our country now boasts substantial national food stock, 95 million 50 kg bags of maize, 9 million bags of beans, 10 million bags of wheat, and 2 million bags of rice. Step by step, we are building a food secure Kenya where every family can afford and access a meal. Farmers have brought more land under cultivation and produce much more per acre than before. Thanks to the timely availability of subsidized inputs and extension services, agro industries have more raw materials and value addition is on the rise. Agro industry sector is also creating more jobs each year as we gear up to compete in various export markets, driven by expanding intra-African trade opportunities in European Union and the United Kingdom markets, and our growing competitiveness in global markets. Ladies and gentlemen, bottom-up economic transformation agenda prioritizes digital transformation as a cornerstone of inclusive economic growth. This is why we are undertaking an ambitious expansion of our national digital infrastructure by deploying a fiber optic network to connect over 74,000 public digital transformation institutions and establish 25,000 public Wi-Fi hotspots. Public digital transformation is a critical enabler in creating opportunities across all sectors. We intend to use this infrastructure to extend internet connectivity to 8.5 million homes and businesses and eliminate the digital divide, which undermines technological inclusivity in homes, schools, villages, and counties, which is digitized 20,855 government services, streamlining public service delivery, enhancing transparency and efficient, eliminating opportunities for corruption, and increasing the visibility and mobilization of public revenue. The transformative power of this single initiative to improve citizens' experience with public service and enhance government's ability to manage public resources effectively highlights the immense value of digital transformation. Additionally, our digital transformation strategy is making significant contributions to skills development and job creation. For example, Ajira Digital and Jitume Digital is advancing our vision of equip 20 million citizens with ICT skills, fostering entrepreneurship and enhancing inclusiveness, digital literalization. In other words, an additional 20 million Kenyans are being prepared for high productivity in the digital economy. We have also adapted the integration of a creative industry course into technical and vocational colleges as a reliable mechanisms to build a skilled workforce. These robust measures form the foundation of our strategy to promote the emergence of a fully fledged digital economy, leveraging Kenya positions as a regional hub for software development and digital exports. These initiatives are supported by key interventions such as establishment of institutional and
incentive frameworks to promote investments, foster collaborations, and encourage the transfer of digital technologies with a particular focus on AI and blockchain. Through these efforts, we are empowering local digital innovators and tech entrepreneurs to drive economy, diversification, and resilience. Ladies and gentlemen, the discourse around universal health care remains lively, with concerns being raised about eligibility for coverage, the capability of the facilities to deliver service, and the alignment of contributions with benefits. Under Taifa Care, our inclusive, universal, efficient, and transparent health care service module, we are implementing a transition on unprecedented scale. We have successfully transitioned 5.6 million citizens from the National Health Insurance Fund and registered 11 million Kenyans under the Social Health Insurance Fund. This means that in just 2 months, 11 million Kenyans who previously lacked access to healthcare services are now registered, with the registration progress going on full steam in every part of Kenya. I commend Kirinyaga, Nyeri, Embu, and Lamu, the 5 leading counties so far in the Taifa Care registration. At the same time, I encourage the people of Marsabit, Garissa, Mandera, West Pokot, and Turkana counties to mobilize, register, and take advantage of the benefits of this transformative program. Taifa Care ensures health care access for all registered citizens without discrimination of any kind. The program has accurately determined the cost of each healthcare service and product, ring-fence resources for equipment and facility improvements, and leverage digital technology to radically enhance the management, coordination, and delivery of health care, promoting efficiency, transparency, inclusiveness, and sustainability. No public service delivery project of this scale and ambition has ever been undertaken in the history of our country. We are confident that we will quickly surpass the 16.5 million citizens so far registered and provide all Kenyans with high-quality health care that is efficient, effective, affordable, and sustainable. Having said this, I wish to ask you this important question. Have you registered? Those who have registered often find that many of the issues, concerns, fears, and questions are fully addressed to their satisfaction. I therefore encourage every Kenyan to register and enjoy the fundamental constitutional right to health care. Ladies and gentlemen, after 2.25 years, the decent, durable, dignified, and affordable house we promise Kenyans are finally here. Since September this year, 1,200 affordable housing units have been completed. Additionally, the State Department of Housing has advertised 4,888 units available for sale to the public through the Boma Yangu platform. Our goal to increase the number of mortgages from 30,000 to 1 million has now shifted gears. Our delivery pipeline for affordable housing now has a total of 124,000 units at various stages of development across Kenya, while a total of 840,000 planned projects over the next 4 years are projected to create 1 million jobs. Ladies and gentlemen, despite the multiple challenges and crises we have had to grapple with, we have succeeded in keeping our commitments, taking steady steps towards our aspirations, and moving our nation closer to its destiny. Work is underway across the country, and opportunities are opening up for many citizens, especially the youth. Over the past 2 years, the number of employment opportunities has increased, with the new jobs for teachers, agriculture sector workers, health professionals, building and construction, several and outside Kenya under labor mobility program. The affordable housing strategy, pillar of bottom-up economic transformation agenda, has so far created 200,000 jobs and thousands of indirect opportunities across the building and construction value chain.
The universal health coverage pillar has engaged 107,000 community health promoters alongside other healthcare professionals employed to support our vision of a fundamental national health will be created in a health care innovation, service delivery, and ICT support for the digital health system, unlocking opportunities nationwide. Furthermore, we have recruited 56,000 teachers to address the chronic teacher shortages and move the national teachers to the nation's recommendation of 1 learners. This December, we are hiring an additional 20,000 teachers, while our rejuvenated micro, small, and medium enterprises have created 840,000 jobs this year. To address the urgent needs to create opportunities for hundreds of thousands of young men and women entering the labor market annually, we have expanded the employment opportunities spectrum and implemented strategies to ensure jobs abroad to facilitate more suitably qualified Kenyans. Since September 2022, more than 243,000 Kenyans have secured international jobs opportunities in the health sector, agriculture, and construction sectors, among others. And in the last 2 months alone, 12,000 have secured jobs abroad. So far, we have completed bilateral labor frameworks with 7 countries, while agreements have 2 more countries are awaiting signatures. Additionally, agreements with 13 other countries are at various stages of negotiations, and we project to connect up to 2 million Kenyans with jobs abroad once completed. Our digital superhighway and creative economic program, which involves laying 100,000 kilometers of last mile fiber optic infrastructure and establishing digital hub nationwide, is designed to create digital jobs at the grassroots. To date, 609,000 citizens have been trained in digital skills through Ajira and Digitume program in various learning institutions. Different and constituency innovation hubs, out of which 180,000 youth have already been linked to online jobs opportunities while on track and creating 1 million jobs through this program. Our special economic zones and export processing zones are boosting investments, manufacturing and export creation jobs, and increasing national wealth. In the past 2 years, we have licensed over 80,000 companies within these zones, creating 14,000 jobs. The 6 export processing zones, flagship projects in Busia, Kirinyaga, Murang'a, Eldoret, Kwale, and Nakuru, now being developed, are set to generate 30,000 more jobs. Additionally, the ongoing operationalization of Dongo Kundu and Naivasha Special Economic Zone will create 26,000 jobs, facilitating private special economic zones, investments, and supporting county and public special economic zones operations. At the same time, the youth are actively contributing to climate action, urban neighborhood improvements, and landscape restoration through Kenya Urban Resilience or Climate Works program. Recognizing the urgency, scale, and importance of these efforts, Climate Works is designed to be ambitious. So far, 21,560 Kenyans have been engaged in Nairobi, with nearly half, 48%, being women, reflecting a strong commitment to gender parity. The program will soon be expanded nationwide to engage 200,000 youth, men and women, in critical infrastructure and environmental projects within our towns and communities. This initiative not only offers opportunities but also empowers youth to strengthen the foundation of urban living and tackles climate change. We are also investing in local content creation to enhance the quality and competitiveness of Kenya creative products for export, while facilitating the development of digital platforms to contribute Kenya creativity to global audience. I am confident that we are firmly on course to transform opportunities to our creative
industry. I salute the actors in our creative space whose work brings life to our cities, streets and screens. Yet their achievements are overshadowed by justice. Musicians who are heartbeat and soul of our culture have long been denied their rightful earnings. It is unacceptable that an artist earn as little as 10,000 shillings a year, while those tasked with collecting their royalty pockets millions monthly. This injustice must end. The Kenya Copyright Board, in conjunction with the industry players and e-citizen, must establish a transparent, real-time system for royalty collection and contribution to rightful owners and beneficiaries. As we champion this cause, Kenya is also preparing for global leadership by bidding to host the 2026 World Creative Economic Conference, signaling our commitment to celebrate our talents and showcase our vibrant culture to the world. Hosting this conference will be a bold declaration of Kenyan leadership in creative economy. Our committed interventions are creating jobs and opportunities, and this is only the beginning. We are building on the foundation we have laid to create more jobs going forward. The essence of bottom-up economic transformation agenda is to enhance our capacity for incremental achievements and thus celebrate our progress in delivering our commitments for the benefit of all Kenyans. What I wish to emphasize on this Jamhuri Day is that regardless of how difficult circumstances get, and despite obstacles, resistance and anxiety, it remains the mandate of leadership keep true to their words and the duty of the government to deliver. We have every intention to fulfill our commitment and are at a point where the first projects are successfully entering maturity. The deliberate and intentional effort to develop effective strategy for creating employment opportunities within our broader economic transformation agenda is bearing fruits. From the current numbers, it is clear that employment opportunities, whether domestic, international or online, will increase significantly in the coming days. We are determined to build a labor market capable of absorbing as many job seekers as possible, cognizant of the output of our education and training institutions, which produce talented, skilled and motivated young people. By doing the hard work and the heavy lifting now, we are laying the foundation for citizens to seize opportunities in future. As we do this, let us reflect on the lessons of history and rise above our political difference to deliver for Kenya. Those who came before us overcame far more turbulent divisions to score a historic victory, whose everlasting legacy benefits us today and will endure for prosperity. As they fought hard to reclaim our sovereignty, the enemies of our freedom deployed a state-of-the-art technologies of the time, the radio and the airplanes, for the dissemination and disinformation and propaganda. This was meant to discourage, trick and deceive people that freedom fighters had been defeated and that their leaders had been captured and neutralized. Our heroes and heroines were not deterred and inspired by the righteousness of their cause and transformational moments they were in, soldiered on couragely. On 12 December, therefore, every Kenyan witnessed their vindication as our majestic flag rose, and collectively we reclaim our proud Jamhuri Day. It's also a moment of Kenyans to expose the fake news aimed at discrediting our ambition, sabotaging our hope, and seeking the dampen of resolve. I have no doubt that the national economic transformation agenda will succeed and deliver for our people, for Kenya.
I have no problem with discourse, criticisms, and alternative proposals. In fact, I welcome them and listen to the feedback in order to learn, improve, and become better. At the same time, I see clearly that a lot of what passes for facts are falsehood, and that most opposition is based on inaccurate representation and outright disinformation. We are at a stage in social development when digital technologies have immense capacity to amplify disinformation, magnify fake news, and distort facts beyond recognition. If we give in to these emerging negative trends, we shall pay our freedom, democracy, and development. I therefore urge all Kenyans to participate fully in our democratic discourse, even as we work hard in nation building. At all times, let us endure to engage our basis of truth. Failure to do so, will take us down the path of negativity, tear us away from the values we cherish, and turn us into a people estranged from unity, who sabotage development, undermines democracy, and destroy our republic in pursuit of political expedience. When we say that the cost of basic food commodities has come down, it is a fact. When we say that inflation has gone down, it is a fact. When we say that our farmers are producing more and better, it is a fact. When we say that Kenyans have registered for Taifa Care, are receiving better services than before, it is a fact. We encourage everyone, including our critics, to engage on the basis of facts and the truth. If some of us persist in the culture of reckless negativity, for how long will cynics mobilize Kenyans to deny facts that they can touch, feel, and see? What will they say in a few weeks' time when we begin to give keys to the new owners of affordable housing units? What will they say to the thousands of plumbers, electricians, teachers, health workers, building and construction workers, digital workers, and many more who are already at work, including 300 young men and women who were flagged off by my deputy yesterday to work abroad? I am confident in future of our nation and the capacity of our national transformation agenda to deliver, because I appreciate the strategies we have put in place, the work underway, and the people's motivation to make their contributions. I count myself as one of the millions of Kenyans who want the best for our nation, and all its people are committed to put in the efforts required to make our dreams come true. We are driven by strong hopes and unwavering optimism, as well as unveiling desire to reach for a better tomorrow. It is confidence based on the understanding, hope building of truth, and optimism that stands on facts. We must do all we can to maintain the essential character of our republic as an open and free democratic society. This implies that we must also do all we can to ensure that our political competition and rivalry never degenerate into a context of assault democracy, oppose development, and demoralize the people. We must remember that whatever else will set us apart, we are united by a desire to achieve the best for Kenyans and its people. With this in mind, we must promote inclusion and broaden our platform for collective engagement to enable articulation of diverse viewpoints and expression of fresh, new, and bold approaches. To be transformational, we must be ready to transform ourselves and our strategies on a continuous basis. I will continue to reach out to Kenyans of all walks of life, regardless of their ideological persuasions, to maximize the cross-pollination of flowers of our republic and Karandiro past seeds for future seasons. You must never underestimate your powers as citizens and your ability to create positive change, individuals and all of us collectively.
Over time, we have made gradual and steady changes to make the economic development strategies in order to take a broad feedback from the people. In fact, the bottom-up economic transformation agenda has inbuilt mechanisms to improve on the basis of this feedback, because we recognize that as a leader, every day of our work is a day of learning from the people. That every good idea must always give way to a better one. Listening therefore is a primary component of effective leadership, and a national transformation is a collective enterprise of all citizens. I am grateful